kisha keti, basi tuseme maneno ya Mungu kwa dakika chache. Tuseme maneno ya Mungu kwa dakika chache ambazo Mungu atatupa siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Bado kuna changamoto ya giza kanisani. Kanisa lina madirisha madogo kidogo, sasa giza na wakati sioni napata tabu kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ni Jumapili ya pili baada ya sikukuu ya Pasaka. Jumapili ya pili baada ya sikukuu ya Pasaka. Na tunaongozwa na wazo kuu linalosema mchungaji mwema. Wazo kuu linalosema mchungaji mwema. Kwa lugha rahisi unaweza kusema tu Yesu ni mchungaji mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hebu tuangalie maana ya neno hili mchungaji. Mchungaji ni kiongozi wa kiroho anayeongoza au kuchunga au kuwachunga Wakristo kiroho. Mchungaji ni kiongozi wa kiroho aliyepewa dhamana ya kuwachunga na kuwaongoza watu au Wakristo kiroho. Hiyo ni moja. Mbili, mchungaji ni baba wa kiroho aliyewekwa na Mungu kuchunga na kuongoza Wakristo katika maisha yao ya kiroho. Mchungaji ni baba wa kiroho aliyewekwa na Mungu kuchunga na kuongoza Wakristo katika maisha yao ya kiroho. Kwa hiyo, kama mchungaji ni baba, ni kiongozi wa kiroho, tambua anao haki au wajibu wa kujua na kufuatilia maisha yako ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama mchungaji ni baba na ni kiongozi wa kiroho, tambua anayo haki au wajibu wa kujua na kufuatilia au kuyafuatilia maisha yako ya kiroho. Na ndio maana mchungaji anatakiwa ajue watu wangapi wamefunga ndoa, wangapi hawajafunga ndoa. Ni utaratibu wa kanisa kabisa. Wangapi wamebatizwa, wangapi hawajabatizwa, wangapi wamepata kipaimara, wangapi hawajapata kipaimara. Anatakiwa ajue. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Kwa sababu gani? Ni maisha ya kiroho. Lazima ufuatilie maisha yako ya kiroho. Ni kama vile mzazi ambaye anafuatilia maisha ya watoto wake. Hakuna mzazi asifuatilie maisha ya watoto wake. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayo haki au wajibu wa kujua na kufuatilia maisha ya kiroho ya Wakristo anaowaongoza. Kwa nini? Kwa sababu Mungu atakuja kumuuliza siku ile ya mwisho. Atakuuliza, nilikupa watu kadha wa kadha, maisha yao hayakuwa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tuangalie mfano huu wa Yesu Kristo kama mchungaji mwema. Tuangalie mfano huu wa Yesu Kristo kama mchungaji mwema. Yohana sura ile 20 na mstari ule wa 19. Yohana sura ile 20 na mstari ule wa 19 anasema maneno haya. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwa hapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya Yesu kufufuka kwake, anawatokea wanafunzi waliokuwa wamejifungia ndani kwa hofu ya Wayahudi. Kwa nini anawatokea? Kwa sababu Yesu alikuwa amekufa na amefufuka. Na alikuwa anawaambia wanafunzi wake kwamba nitakufa, siku ya tatu nitafufuka. Kwa hiyo wanafunzi wake Yesu kwa walikuwa ni mchungaji, alikuwa ni mwalimu wao, alikuwa baba wa kiroho kwao. Kwa sababu hao wote Yesu aliwaita wakiwa wanafanya kazi zao. Hakuna hata mmoja asiyekuwa na shauri yake. Akawaita akawatumia yeye alivyotaka. Na Biblia inasema aliwatuma waende kila mahali alikotaka yeye. Kwa hiyo baada ya Yesu kufa, wengi miongoni mwao hawakuamini kama Yesu atafufuka pamoja na kuwa aliwaambia kwamba atafufuka. Sasa amefufuka, wamejifungia kwa hofu ya Wayahudi. Anawatafuta. Anaenda anawatokea mahali kujifungia. Angalia. Cha kwanza anawaambia amani iwe kwenu. Kwa nini anamwambia amani iwe kwenu? Ndani kulikuwa kumeingia hofu ya Wayahudi. Unanisikia? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama mchungaji amepewa dhamana na ndani kwenye kanisa na watu, anaweza akawatia moyo juu ya ndoa zao, anaweza akawatia moyo juu ya hali wanayopitia, anaweza akawatia moyo katika mazingira yoyote magumu. Ndicho Yesu alichokifanya.
Hawa jamaa wamejifungia kwa hofu ya Wayahudi. Ghafla anawatokea, anasema amani iwe kwenu. Kwa nini? Wangekata tamaa bila kuwatokea. Na nisikia anachokwambia. Kuna watu wengi sana maisha yao yameharibika kwa sababu walikosa watu wa kuwatia moyo. Walikosa. Wengine hawakukosa, walikuwa nao hiyo waliwakataa. Kwa sababu mtu anaweza akakukataa bila sababu yoyote, anaweza akakukataa. Lakini anaweza akakukataa wewe ndio ukawa msaada kwake. Ukawa ndio njia kwake ya kumuonyesha ili aende mahali ambapo Mungu amekusudia. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu ilikuwa lazima afuatilie maisha yao ya kiroho baada ya kufufuka. Ilikuwa lazima afuatilie kabla hajapaa kwenda mbinguni. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tuangalie mambo kadhaa hapa ambayo yanaweza kutusaidia. Tutakuwa na mambo mawili tu. Tutakuwa na mambo mawili. Naomba Mungu atupe muda wa dakika hizi ambazo tutasema. Jambo la kwanza ni hili hapa. Uhusiano wako na mchungaji mwema ukoje? Jambo la kwanza, uhusiano wako na mchungaji mwema ukoje? Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 ule mstari wa 5 mpaka wa 6. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari ule wa 5 mpaka wa 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema maneno haya: vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu wapinga wenye kiburi, lakini wapa wanyenyekevu neema. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili wakweze kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Angalia, Yesu alipofuka katika wafu, bado alikuwepo duniani. Alikaa duniani siku 40, lakini alikuwa haonekani kama mwanzo. Alikuwa anawatokea watu tofauti tofauti. Na nisikia anachokwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anawatokea watu tofauti tofauti mpaka alipopaa. Lakini huko duniani Yesu aliacha kitu kinachoitwa huduma ya kichungaji. Na nisikia anachokwambia. Aliacha na huduma nyingine 4. Tuko pamoja watu wa Mungu. Yesu alipoondoka kwenda mbinguni kwa Baba, huko duniani aliacha huduma ya kichungaji, akaacha na huduma nyingine 4. Bwana asifiwe. Waraka wa Paulo mtume kwa Efeso sura ile ya 4. Waraka ule wa Paulo mtume kwa Efeso sura ile ya 4. Sura ya 4 na mstari ule wa 8 na wa 11. Wa 8 na wa 11. Hivyo usema alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Wa 11 anasema naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Wa 12 anasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujenge. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia, kama aliacha huduma ya kichungaji, basi aliacha na ofisi ya kichungaji. Tuko pamoja. Kama Yesu aliacha huduma ya kichungaji huku duniani, hakwenda nayo mbinguni, aliacha duniani. Ujue, aliacha na huduma, aliacha na ofisi ya kichungaji. Huduma na ofisi ni vitu viwili tofauti. Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaweza ukawa na uhusiano na mchungaji, lakini ukakataa huduma zote za kichungaji zinazotolewa kwenye ofisi ya kichungaji. Na ndivyo wengi tulivyo. Na ndio maana unaona Petro anaandika pale, anasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja ya kitu ambacho kinafanya Wakristo wengi wanashinda kumsikia Mungu ni kutaka kuinuka kuliko Yesu, ni kutaka kuinuka kuliko Paulo, ni kutaka kuinuka kuliko mtu aliyepewa dhamana. Ndio shida inayolitesa kanisa, na ndio maana wengi wanashinda kumsikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa mtu anaweza akakataa huduma zote za kichungaji, na akikataa huduma za kichungaji na ofisi ya Yesu kwa msaada kwake. Ndio maana kuna watu wanapita kwenye ndoa hawana mahali pa kutokea. Wameenda, ngoja nikwambie, ndoa ni kitu cha kiroho. Unanisikia ninachokwambia? Ndoa ni kitu cha kiroho. Nenda kwenye serikali zote za mitaa. Serikali haitaweza. Anayeweza ndoa, mwanzilishi wa ndoa ni Mungu mwenyewe. Unanisikia ninachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mwanzilishi wa ndoa ni Mungu mwenyewe, angalia ndoa yako umefungia wapi. Kama ulifunga ndoa kanisani,
una sababu gani ya kuichukua ndoa na kuipeleka duniani? Ukiipeleka ndoa duniani, maana yake Mungu anakaa pembeni, sio msaada kwako. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, tambua jambo hili. Huduma na ofisi za kichungaji ziko duniani, haziko mbinguni. Yesu aliziacha ili kuendeleza huduma aliyoianzisha yeye mwenyewe kama mchungaji mwema. Ndio maana aliweka watu. Sisi tumesoma pale. Anasema alifanya wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa walimu, wengine kuwa wachungaji. Kila mmoja ana kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa msinielewe vibaya, najua wengine wanakujenga na tafsiri zao. Unaweza ukaenda mahali mtu akataka kuchukua nafasi ya mchungaji wakati si mchungaji. Unaweza ukaenda mahali mtu akataka kuchukua nafasi ya mtume wakati si mtume. Unaweza ukaenda mahali mtu akataka kuchukua nafasi ya nabii wakati yeye sio nabii. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi wachungaji tupo. Unafika mahali unataka kuchukua nafasi ya askofu wakati wewe sio askofu. Ila tu kwa sababu wewe umesoma sana, basi unataka kuwa askofu, unanena kwa lugha, unakemea mapepo, unataka kuwa askofu. Wewe sio askofu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ngoja turudi pale kwenye ule mstari kwenye waraka ule wa Petro. Kwenye waraka ule wa Petro pale sura ya 5. Ngoja tukisoma ile mstari pale, alafu niseme ninachotaka kusema. Anasema hivi: "Vivyo hivyo ninyi vijana watii wazee, na ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake." Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia ninachokwambia? Uhusiano wako na mchungaji mwema ukoje? Lazima ujiulize maswali. Ukoje? Unaweza ukasema una mahusiano na mchungaji mwema ambaye Yesu Kristo, ukakataa kuwa na mahusiano na mchungaji ambaye Yesu amemweka kwenye kanisa. Ni siri. Utapata huo msaada utakwenda kwa Yesu. Kwa nini? Atakurudisha atakapoambia ofisi yangu iko duniani. Nenda. Unanisikia? Mimi nafahamu watu ambao ndoa zao zilikuwa zimeyuka. Sio kwamba hawajaokoka, na waliokoka. Na walikosa msaada. Walipoenda kwa mchungaji, tatizo la ndoa likaisha. Kwa nini? Ulifunga wapi ndoa? Alikufungisha nani? Sizungumzi Simoni, mimi nazungumza mchungaji, msinielewe vibaya. Simoni yupo, kesho anafanya nini? Anahama. Lakini mchungaji ahami na ofisi yake haihami. Anayehama ni mtu aliyeletwa hapo kuliongoza kanisa. Kama tulikuwa na faza fulani kahama, sasa kaja mwingine naye atahama, anakuja mwingine, lakini ofisi na huduma za kichungaji zinaendelea kuwepo. Mmenisikia ninachokwambia? Shida ya Wakristo wengi kwamba hatujui kwamba ndoa ni kitu cha kiroho. Watu wanafikiri ndoa ni kitu cha kimwili tu, kwa sababu wametazamana sura zao, akaona ana sura nzuri, anavutia, akaingia. Hajajua kilichomuingiza hapo ni nini. Alafu anaenda anataka aishi kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maneno haya anasema vizuri. Anasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huko mkimtwika yeye fadhaa zenu zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhusiano wako na mchungaji mwema ukoje? Lazima ujiulize. Kama aliuliza maswali, kwa nikutajia hapa mambo machache. Uhusiano wako na mchungaji mwema, uko katika hatua kadhaa. Uhusiano wako na mchungaji mwema uko katika hatua kadhaa. Hatua ya kwanza ni kuwa wake. Malizie. Wewe kwa nani? Jiulize maswali, wewe ni wa nani? Tuko pamoja watu wa Mungu? Wewe ni wa nani? Unajua kuna watu hata wakisafiri hawawezi kumwaga Yesu, amwambie ninatoka hapa. Hamwambii. Kama hamwambii Yesu, nafikiri atakwambia wewe, hata kama ni mchungaji umekaa kwenye kanisa, atakwambia. Yesu mwenyewe atamwambia, atakwambia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatua ya kwanza kuwa wake. Je, wewe ni wa mchungaji mwema? Wewe ni wa Kristo? Yohana sura ya 10 na ule mstari wa 14 anasema maneno haya. Yohana sura ya 10 na mstari ule wa 14. Yako maneno mazuri hapa ambayo Yesu anayazungumza. Angalia anachosema. Anasema hivi. Tuanze wa 13. Yule ukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema. Huu ndio mstari unaotaka.
nao walio wangu na wajua, na walio wangu walijua mimi. Nanisikia nachokwambia? Nao walio wangu na wajua, na walio wangu walijua mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nimekwambia hivi, nimekwambia kuwa wake. Je, wewe ni wa Yesu na Yesu anakujua? Unanisikia ninachokwambia? Yesu anakujua wewe ni wa nani. Kama ni Mkristo, Yesu anakujua. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie hivi, Yesu hawezi kuwa mchungaji mwema kwangu kama halijui. Hawezi. Tunaenda pamoja? Hivi umeshawaona kuna mtu anaenda kuchunga kondoo ambao sio wa kwake? Umewahi? Kuna mtu ambaye anaenda kuchunga ng'ombe ambaye sio wa kwake? Umewahi? Umeshawahi? Umewahi? Kwa hiyo na Yesu hachunge kila mtu. Tunaenda pamoja? Anachunga anayejua huyu ni wa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima ujiulize maswali, wewe ni wa nani? Je, wewe ni wa kwake? Ni wa Kristo? Hatua ya pili ni hapa. Hatua ya pili anasema hivi. Anasema na walio wangu walijua mimi. Wewe unamjua Yesu? Mnamjua kama Yesu ni mchungaji mwema kwako? Mimi namjua Yesu kwamba mimi Yesu ni mchungaji mwema kwako. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Walio wangu na wajua. Je, Yesu kama mchungaji mwema anakujua na wewe unamjua? Wakristo wengi sana wanasema wanamjua Yesu, lakini kwa kweli hawamjui Yesu. Ila wanaweza wakamuimba, wanaweza wakamtamka, wanaweza wakamsoma kwenye Biblia, ila anabakia hapo kwenye Biblia. Na wakimuimba anabakia hapo kwenye nyimbo. Kama unabisha, ngoja atoke kanisani, kutana naye mtaani uone nyimbo anazoimba. Kutana naye. Haimbi tena nyimbo za Yesu. Yesu ni Bwana akija kanisani. Akiwa mtaani Yesu sio Bwana, wala sio mchungaji wake. Si. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wengi wa Kristo walio wengi sana wanaweza kukwambia wanamjua Yesu, lakini wanamjua kwenye mdomo. Na ukimjua kwenye mdomo kama moyoni mwako hana nafasi, si mchungaji mwema kwako. Hata kuchunga. Utachungwa na shetani usiku na mchana. Si kila Mkristo alipo kanisani anachungwa na Yesu. Sio kweli. Sio kweli. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na siku moja nilikuwa mahali fulani. Sitaki niseme wapi. Alafu nani? Ikaja sauti ikasema hivi, wewe unajisifia kwamba hao Wakristo wote wewe ni mchungaji wao. Na alifa ni Mungu. Akaniambia wala sio mchungaji wao. Kama wanabisha, waulize kama wanakushirikisha mambo yao, na wengine hata wakiondoka hawakuaga. Unajua kwa nini? Wewe sio mchungaji wao. Unanisikia ninachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha tatu, wewe unamjua? Walio wengi walijua mimi. Anasema walio wangu walijua mimi. Kama kondoo tunamjua Yesu. Unanisikia ninachokwambia? Wewe ukiona umekuja kanisani una Biblia, wewe mjue Yesu. Siko tani na hujaja kusali, umekuja kuigiza. Aliyekuja kusali anakuja na kitabu. Anataka asikie Mungu anasema nini. Sasa unaweza ukaja kanisani, huna Biblia, huna tenzi, huna kitu chochote, lakini uko kanisani. Wewe unatusindikiza. Unanisikia ninachokwambia? Huna tofauti yote na yule anayekaa pale Makongorosi anapiga bebe kwenye basi linaloenda nani? Linaloenda Mbeya, anasema Mbeya nauli 7,000. Mbeya nauli 7,000. Alafu yeye mwenyewe haiti. Na anaweza akaingia akakaa mpaka kwenye kiti. Alafu akasema 7,000 baadaye haiti. Na nisikie. Inawezekana usilipende, lakini acha tu nikwambie. Hata usipopenda. Lakini utaponaje? Ngoja usikie kuna sherehe ya mikoba, unanunua mpaka sare. Usikie sherehe kuna mtu anaoa, unanunua mpaka sare. Na wewe unajipamba kabisa. Lakini kanisani huwezi kununua kitabu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu mmoja anasema huyu jamaa ana misimamo, nataka nisiwe na misimamo ili uniumbishe. Ndio ninayo. Nina misimamo ya kiroho na nina misimamo ya kimwili, na nina misimamo ya wokovu.
Wokovu wangu ndio kutangaza popote kwa sababu nimeokolewa. Bwana asifiwe. Amen. Cha nne, hatua ya nne, muamini Yesu hata kama humuoni. Hatua ya nne, muamini Yesu hata kama humuoni. Hawezi kuwa mchungaji mwema kwako kama hujamwamini. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Muamini Yesu hata kama humuoni. Hatua ya nne. Ile Yohana sura ile ya 10 mstari wa 9 na wa 10 anasema maneno haya. Ile sura ya 9 ule mstari wa 9 na wa 10, sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10 anasema maneno haya. Mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tena. Tuko pamoja watu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende sura ya 20 Yohana. Sura ya 20 Yohana. Ule mstari wa 29 anasema maneno haya. Sura ya 20. Ngoja nianze 28. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki, waheri wasioniona wakasadiki. Bwana Yesu asifiwe. Waheri wasioniona wakafanya nini? Wakasadiki. Ili Yesu awe mchungaji mwema kwako, muamini Yesu hata kama muone. Mmenisikia ninachokwambia? Cha kwanza, amini Yesu alikufa na kufufuka. Cha pili, amini Yesu yuko hai. Cha tatu, amini Yesu ni mwokozi wa ulimwengu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko kwenye Yohana sura ile ya 10 ule mstari wa 9 anasema, mimi ndimi mlango wa kondoo. Kondoo ni nani anaozungumza? Kondoo ni wa Kristo. Na nisikia ninachokwambia. Kondoo anaozungumza hapa ni wa Kristo. Kwa nini wa Kristo wanafananishwa na kondoo? Sasa sio wa Kristo wote wanaweza kawa ni kondoo. Wengine wanaweza wakawa mbuzi ila wanajificha kwenye vazi la kondoo. Kondoo ni mnyama ambaye yani ni mtaratibu. Ukimuongoza anaenda tu wala asumbui. Mimi nimechunga mbuzi. Mbuzi ni msumbufu kuliko unavyofikiria. Nilikwambia siku moja huko Rigoni nina alama nyeusi nyingi kwa sababu nilikuwa nachunga mbuzi kwenye mbigili. Kwa hiyo ili mbigili zitoke maburuzo ni bui. Ndio zinatoka. Utazitoa ngapi unafikiri umechoma na mbigili 20? Siku moja niliwahi kumpiga mbuzi na jiwe shingoni akavunjika shingo. Alafu nikaenda nyumbani nikadanganya. Mama yangu alikuwa mkali kidogo, alikuwa anasimamia mbuzi. Maana babangu mimi ameendelea, alikuwa na wake wengi. Kwa hiyo mama yule alikuwa anasimamia mbuzi, alikuwa mkali. Akaniuliza amefanyaje, nikamwambia amejigonga kwenye mfereji. Kumbe mimi nimempiga jiwe. Kwa sababu hata kuunjuka hawezi, wakamchinja, toka la nyama. Na mimi nilikula. Mbuzi ni msumbufu. Mbuzi ana kelele. Mbuzi akipanda dirishani ukimfukuza aondoke anarudi tena. Hata ukimpiga viboko aondoke anarudi tena. Unanisikia ninachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu anasema yeye ndiye mlango wa kondoo. Sawa, watapita kwake na kupata nini? Na kupata malisho. Angalia anachosema. Mwivi haji ila aibe na kuchinja, bali mimi nalikuja ili wawe na uzima. Angalia anachosema. Kisha wawe nao tele. Ni nani anayotaka wawe na uzima? Ni kondoo wanaokubali kupita kwenye mlango. Mlango ni nani? Mlango ni Yesu Kristo. Wewe unapita kwenye mlango gani? Benesikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama unafananishwa na kondoo, maana yake ni lazima kila atakachokisema Yesu wewe utii na kuogopa, kwa sababu wewe ni kondoo na tunaye mchungaji mwema mmoja anayeitwa nani? Yesu Kristo. Yeye ndiye mchungaji mwema. Ukipita kwake unapata malisho, unakula chakula ambacho yeye anataka ule. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaona kule kwenye Yohana ile sura ya 20 pale tumesoma, unaona Yesu anakutana na yule anaitwa Tomaso. Tomaso alikuwa anaamini. Haamini kama Yesu amefufuka kweli. Ndio maana aliwaambia wazee, mimi siwezi kusadiki mpaka nitakapoona alama kwenye mwili wake. Na ghafla Yesu mwenyewe akatokea. Akamwambia ndio mimi hapa, mwili wangu ni wako. Angalia. Akasema Bwana wangu na Mungu wangu. Akamwambia heri wewe umeniona ukasadiki. Je, wala sio niona? Kanisa linapaswa kumwamini Yesu hata kama alimuona. Tunaenda pamoja watu? Unapaswa kumwamini Yesu. Kama ndoa yako ulifunga kanisa na iko ICU na inapita kwenye matatizo, muamini Yesu kwenye hiyo ndoa hata kama umuonyeshe ndoa. Ukimwamini Yesu maana hiyo ndoa itakuwa ni ndoa ya kondoo. Na mchungaji wa kondoo ni nani?
Yesu mwenyewe ataisimamia mwenyewe, atakupa chakula cha kila siku, chakula ambacho kitarudisha uhai. Hata kama umekata tamaa, kuna chakula ambacho Yesu atakupa kitakutia nguvu ya kusonga mbele. Unanisikia ninachokwambia? Ukienda kwa wengine wote ni wezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nielewa watu wa Mungu ninachowaambia. Na nielewa ninachowaambia. Bwana asifiwe. Ngoja tuende jambo la pili. Nilisema nasema kidogo na naomba Mungu anijalie niseme kidogo. Jambo la pili, sifa za mchungaji mwema. Sifa za nini? Sifa za mchungaji mwema. Kama Yesu aliacha huduma na ofisi ya kichungaji, maana yake aliweka watu kwenye huduma na hizo ofisi. Kwa hiyo lazima hao wawe na sifa ya mchungaji mwema. Umenisikia nachokwambia? Ngoja nirudie maneno haya. Kama Yesu aliacha huduma duniani na ofisi ya kichungaji aliacha duniani, maana yake aliweka watu kwenye hiyo huduma na hizo ofisi. Kwa hiyo lazima hao wawe na sifa ya mchungaji mwema, na ziko nyingi, ila mimi tutaziangalia chache tu. Ziko nyingi, hata ukitaka 100 zinafika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sifa ya kwanza ya mchungaji mwema, sifa ya kwanza ni kulichunga kundi alilopewa. Kulichunga kundi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu aliyeachiwa huduma na ofisi anapaswa kuwa kielelezo. Leo tunaogopa kuambia ukweli ninyi wa Kristo, na sisi wenyewe tunaweza tukawa sio vielelezo. Ngoja turudi kwenye waraka wa kwanza Yohana sura 5. Waraka wa kwanza Petro sura 5, mstari ule wa pili na watatu. Mstari ule wa pili na watatu. Tuanze mstari wa kwanza, anasema hivi: na wasii wazee walio kwenu, mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye, lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa bali kwa hiari, kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu bali kwa moyo, wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia sifa ya kwanza nini? Ni kulichunga kundi. Na unaona anachosema Petro, anasema lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu. Kundi la Mungu lililotajwa ni nyinyi, kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa inategemea hata mimi na wachungaji. Inawezekana kawa na wachunga lakini na waogopa kwamba mtanigeukie. Siwezi kuambia kweli yoyote. Nitaacha muendelee na maisha yenu ya kawaida. Kama ni ulevi muendelee nao, kama ni uzinzi muendelee nao, kama ni ushirikina muendelee nao. Kila kitu kibaya mnaweza mkaendelea nacho. Kwa nini? Kwa sababu ninawaogopa kuambia kweli. Sinaogopa nikiambia kweli hamtaleta mchele, hamtaleta sukari, hamtaleta unga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja ya sifa ni kulichunga kundi. Kundi linachungwa kwa kuambiwa kweli, kwa kuelezwa kweli ya Mungu. Watu wanapaswa wamjue Kristo huko ndani. Asijulikane mchungaji huko, wala asijulikane askofu huko, wala asijulikane nabii huko, wala asijulikane mtume huko. Yesu ndo anapaswa ajulikane kama mchungaji mwema. Naenda pamoja watu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa ya pili ni kuwalisha chakula cha kiroho. Sifa ya pili ni kuwalisha chakula cha kiroho. Sifa ya mchungaji yoyote ni kuwalisha kondoo wapate, ni kuhakikisha kondoo zake wanapata maisha. Tumekuwa na kanisa legelege kwa sababu watu hawajala chakula cha Mungu, wamekula chakula cha dunia. Unanisikia ninachokwambia? Ndio maana leo tuna Wakristo wengi sana wanayumba. Wakisikia kaja mtume huku anaenda, wakisikia kaja nabii huku anaenda, wakisikia huku kuna kikombe anaenda. Mimi nawaambia atakuja kuinuka mtu atasema kinyesi kinapona na watu wataenda. Wataenda. Kwa sababu hata walipozaliwa hawakulishwa chakula, walipobatizwa hawakulishwa chakula, walipopata kipaimara hawakulishwa chakula, walipofunga ndoa zao hawakulishwa chakula ambacho Mungu alitaka walishwe kama kondoo.
Kwa hiyo akija mtu akija na chochote kile akija nacho ataenda. Chochote akija nacho ataenda. Unakaa kwenye ndoa yako atatokea mtu atasema sasa njoo hapa nikupe dawa na dawa nitakupa kwa staili na utaenda. Sijapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Waraka wa kwanza ule waraka wa Petro wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya pili. Sura ile ya pili. Ngoja tusome maneno haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ngoja niachane na hiyo sura. Lakini ninachozungumza ni kuhusu chakula cha kiroho watu walisho. Tuko pamoja watu wa Mungu. Chakula kinachozungumzwa hapa ni neno la Mungu, sio kitu kingine chochote. Chakula kinachozungumzwa hapa ni neno. Kanisa linapaswa lihubiriwe kweli ya neno la Mungu. Linapaswa watu walisho chakula cha kiroho. Hawa watu ndio watakuwa imara. Hata pale Yesu anaposema kwamba mwivi haji ila ile na kuchinja, bali mimi nalikuja ili wawe na uzima. Watu wataweza kusimama na mchungaji mwema. Kwa nini? Kwa sababu wamewapa chakula. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ananisikia mtu wa Mungu. Ule waraka anasema maneno haya. Ule mstari wa 25 sura ya pili. Anasema hivi, kwa maana mlikuwa mmepotea kama kondoo, lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Kama mchungaji wako uliye naye hakuelezi kweli ya Yesu, hajakusaidia. Umenisikia anachokwambia? Hajakusaidia. Kwa sababu Paulo anasema kwa maana mlikuwa mmefanya nini? Mmepotea. Ngoja nikwambie, kuna watu wako kanisani na wamepotelea kanisani. Wako wapi? Kanisani. Wamepotelea ndani ya kanisa. Kabisa, wamepotelea. Na ukikutana nao unajua kabisa huyu amepotea. Unajua. Ila huwezi kumwambia kwa sababu ukimwambia anakasirika na anasusa kuja kanisani. Na sisi tunaogopa kupoteza washirika. Wasije. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa muulize jirani yako, umepotea au? Muulize ujaja kanisani una wiki ngapi? Haya, amekujibu nini? Unaweza kukuta na mwezi hajaja kanisani. Kuna watu wanajifanya busy, wako busy kuliko Yesu. Eti niko busy sana hata mmeniona hivi nimshukuru Mungu. Yaani tumshukuru Mungu kwa sababu umeonekana kanisani. Hakuna muda wa kupoteza, tumshukuru Mungu kwa sababu umeonekana kanisani. Sisi tunamshukuru Mungu kama wewe umeokoka. Leo tunamshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna kondoo wengi waliopotea. Wengine wamenasa kwenye vichaka. Wamenasa na pembe zao, wamenasa kwenye kichaka cha ulevi, wamenasa kwenye kichaka cha uzinzi, wamenasa kwenye kichaka cha ushirikina, na wamenasa wako wametulia kabisa. Hawana hofu na kuhubiri kama hivi. Yaani wewe unakuwa adui, wanatetea kila aina ya dhambi wanaofanya, wanaitetea kabisa na anaikumbatia yani. Sifa ya tatu. Sifa ya tatu ya uchungaji mwema ni kuwa tayari kupoteza uhai wake kwa ajili ya kondoo. Ni kuwa tayari kupoteza uhai wake kwa ajili ya kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ni kuwa tayari kupoteza uhai wake kwa ajili ya kondoo. Nilisema pale mwanzo, huyo mchungaji lazima awe kielelezo. Una udhaifu watu wanaita dunia. Eti mtu akizini udhaifu. Kuna uzinzi unaokujaga bila kupanga. Huko. Manasi. Kuna watu wamekuja kusali hapa mara ya kwanza. Wanasema hawatarudi tena. Kwa sababu hawakutarajia. Mimi nawaambia mtarudi. Kama Mungu amekusudia utarudi. Hata mimi nilikwenda kanisani mara ya kwanza nikasema wewe mchungaji aliyekuwa afai wala sitarudi. Nikajikuta mwenyewe narudi. Kana naenda kila Jumapili. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa tayari kupoteza uhai wake kwa ajili ya kondoo. Bwana asifiwe. Mstari wa 10 na wa 11 anasema maneno haya. Mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Sikiliza maneno haya. Mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Ataingia na kupata nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu 11 anasema hivi, mwivi haji
ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na upotevu. Mwizi anayetajwa hapa na Yesu ni Shetani. Unanisikia? Shetani amewaiba kondoo na amekaa nao. Sasa sifa mojawapo ya uchungaji mwema ni kuwa tayari kupoteza uhai wake kwa ajili ya kondoo. Kondoo wale ni wa Bwana. Unanisikia anachokwambia? Kwa hiyo lazima mchungaji hakikisha hao kondoo anawakomboa. Anawakomboaje? Anawaambia neno la Mungu la kweli. Anawaambia waache dhambi. Halafu anawaombea maombi ili Shetani awaachie. Akiwaachia wote wanarudi, tunakuwa kundi moja, tunakuwa na mchungaji mmoja. Unanisikia anachokwambia? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani ni mwizi. Ameiba ndoa za watu. Ameiba mali za watu. Ameiba biashara za watu. Nimekwambia habari za misukule na majinamizi yanayotembea katika mji wako huu. Na anapambana na kila mtu aliyeokoka kuhakikisha hawezi kuomba. Kwa nini? Kwa sababu anapoomba anavuruga mfumo wao ambao wanatawala kwenye mji huu. Kauliza wanaombi wewe, wanaomba magoti na miguu. Akamwona bisha, mtafute mwanamume unasemana naye muulize. Anauma magoti yani anauma magoti hapa kwenye magoti na anauma kule chini kwenye miguu, misuli inakaa kwa. Kwa nini? Anataka kuomba Mungu wake ajulikane. Ajulikane kwa Kristo kanisani, ajulikane mtaani kwake. Shetani anamwambia ajulikane. Tulia. Ndio maana unaweza kukuta mtu amejipanga anasema nitaomba saa nzima. Dakika 20 amefloat kwa, yani kifua kimejaa. Pumzi imekata. Au nafikiri sio kwamba muombaji ni muombaji. Yeye hajajua anapigana na nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wako tayari kupoteza uhai wao kwa ajili ya kondoo? Hebu waonyeshe ndio. Sio rahisi. Sio rahisi. Ndio maana ukitaka kujua tu hata unaona kama nakuchelewesha kwa sababu duka lako hujafungua, unatamani nimalize mapema tu, useme ngoja huyu bwana amalize tu ndio katika tangu kule akatoke. Wewe tulia, mimi nataka nikwambie leo utauza mpaka ushangae. Ila unikumbuke kwenye ufalme wako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya nne, sifa ya nne ni kutokuangalia maslahi yake. Mchungaji mwema hapaswi kuangalia anapata nini. Hapaswi kuangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ngoja turudi hapa. Ule mstari wa 12 na wa 13 anasema maneno hayo. 12 na 13 anasema hivi. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Umeona mbwa mwitu anakuja akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu wakamata na kuwatawanya. Yeye ukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, na wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Umesikia maneno anasema nani? Anasema Yesu, sio mimi nasema. Yeye ukimbia kwa sababu ni mtu. Ngoja nikwambie, sifa ya mtu wa mshahara hawezi kukaa akawaombea. Anawaombea kwani mnampania? Mnampania? Hawezi kukaa akawaambia kweli ya neno la Mungu. Hawezi. Anawaambia neno la Mungu, ana shida gani? Hata mkipotea potea. Na nisikia anachokwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sifa mojawapo ya mchungaji mwema ni kutokuangalia maslahi yake. Na Yesu alikuwa ni mchungaji mwema kweli. Ndio maana anasema yeye alitoa uhai wake kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya kondoo. Yesu akaangalia akapata nini? Alichokuwa anaangalia cha kwanza ni Mungu wake atukuzwe. Cha kwanza Mungu ainuliwe, watu wamjue Mungu, ndio alichokuwa anaangalia. Na hii ndio sifa ambayo mchungaji anataka kuwa nayo. Kwenye kanisa lilopo ni kuhakikisha watu wanamjua Mungu na kumtegemea. Bwana Yesu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Sasa msinielewe vibaya. Mimi sisemi wachungaji msije mkasema anasema. Lakini mimi niliomba Mungu, naomba unipe mahubiri ya Jumapili. Aliyonipa ndio haya. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hiyo ni kutokuangalia maslahi yake. Anatakiwa aangalie kondoo kwanza, hakikisha wamekula kabla hajaanza kuwakamua maziwa. Nataka niwakamue maziwa wakati mimi hamjakula. Ndio maana unatumia nguvu nyingi unajua. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jambo la mwisho au cha mwisho, wanaoongozwa na mchungaji mwema wanapita. Hata kama wanapita katika mazingira magumu, hawataogopa. Sio mimi nimesema, ndio Biblia inasema.
Umenisikia? Kuna watu wako wanatamani kwenye hiyo ndoa aliyokuwepo eti aondoke. Unaenda hao watoto na macho, unaenda kama hapo wewe sio. Yesu akuchunge. Maana Yesu asifiwe sana. Ngoja tusome Zaburi ya 23, tunamaliza dakika chache hizi. Tunamaliza ni Zaburi ile. Zaburi ya 23. Zaburi ya 23. Zaburi ya 23 anasema ina mistari michache tu ya Zaburi. Wala sio mingi sana. Ina mistari 6 kama sio. Bwana ndiye mchungaji wangu. Sina pungukiwa na kitu. Katika malisho majani mabichi hunilaza. Kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele ya watesi wangu. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu. Sasa turudi kwenye mstari wa 3, anasema hivi, ule wa 4. Anasema na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Umesikia hayo maneno? Unajua uvuli wa mauti? Bonde ambalo limefunikwa na mauti. Unanisikia? Sasa kama Yesu ni mchungaji mwema na anakuchunga, sawa? Hata kama unapita kwenye mazingira magumu, hautaogopa. Kwa nini? Kwa sababu yeye yuko ni mchungaji mwema. Anakuongoza mwenyewe, anakuchunga mwenyewe. Ngoja nikwambie shida ambayo Wakristo wengi na wakabili. Muulize mwenzi, Yesu yuko ndani au yuko? Hata ukimwangalia unajua kabisa Yesu hayuko ndani, yuko nje. Yaani unajua tu sura yake ilivyo, unajua huyu Yesu hana. Huo ndio ukweli. Hana, unajua kabisa huyu Yesu hana. Unanisikia? Ngoja nikwambie. Yesu anatakiwa aseme juu ya maisha yako. Yesu anatakiwa aseme juu ya ndoa yako. Yesu anatakiwa aseme juu ya biashara yako. Hawezi kusema kama Yesu hana nafasi wapi? Ndani. Na hawezi kukuchunga kama hana nafasi wapi? Ndani. Nenda kaangalia Wakristo tulio wengi. Nafasi ndani yuko Mungu mwingine, wala sio Yesu. Achunguza wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayuko Mungu mwingine. Ngoja nikwambie, Yesu amefufuka, yuko hai. Kama amefufuka Yesu yuko hai, anatakiwa ishi wapi? Anatakiwa ishi ndani yangu. Angalia, kama amefufuka Yesu, anakuja na ule uhai wake aliyofufuka nao. Ule uhai anaingia nao ndani yangu mimi. Kwa hiyo ananifanya na mimi tena kuwa hai. Ndipo anapoanza kusimama yeye kama mchungaji mwema. Ananichunga na kuniongoza ili nisipotee. Hata kama napita kwenye bonde la uvuli wa mauti, Yesu atasimama na kunipigania na kunitetea. Atasema, mwanangu, songa mbele, haijalishi nyuma yako kuna vita. Hata kama mbele kuna vita, atasema twende, usirudi nyuma. Mimi si anachokwambia mtu wa Mungu. Angalia huko ndani, yuko ndani. Unajua hata kaji hapo tu unagundua kabisa huyu. Yaani unajaribu kumweleza Yesu, anasema tu unajua wewe unaeleza tu, lakini kwa kweli leo yapitie wewe huyajui. Wewe huyajui. Mimi sihitaji kuyajua ya kwako. Wewe nenda mpelekee Yesu. Umenisikia anachokwambia? Nenda mpelekee, mwambie kama mchungaji mwema aise, wewe ndiye mchungaji mwema, naomba unichunge haya ya kwangu na yaleta kwako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Fanya maombi kuelimisha. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa nini naweka maombi mwisho? Maombi sio lazima, ni wale wanaotaka. Ndio maana tunamaliza ibada mapema. Alafu wewe tunakuruhusu uende. Ila anaotaka maombi, anayeona yanamsaidia atabaki, kwa sababu kuna Wakristo wengine maombi hayawasaidii wala hawana mpango nao. Ndio maana wewe wawekee